Karibu sana. Leo tutaangalia jinsi ya kutoka kwenye mtego wa madeni kwa kutumia zile kanuni maarufu za Robert Kiyosaki. Lengo hasa ni nini? Ni kuelewa jinsi wewe unaweza kubadilisha kabisa hali yako ya kifedha hatua moja baada nyingine. Hebu tusikilize hii nukuu. Unafanya nini unapojikuta kwenye shimo? Acha kuchimba. Nukuu hii ina ukweli mtupu, si ndio? Yaani, mara nyingi tukiwa na madeni, tabia zetu wenyewe ndizo zinazidi kutuzamisha. Basi, hebu tuangalie, je, wewe binafsi upo kwenye hilo shimo? Sasa, hili ni swali la kujiangalia moyoni. Jiulize kwa uaminifu kabisa. Kabla hata ya kuanza kutafuta suluhisho, lazima kwanza tukubali kama tatizo lipo na ni kubwa kiasi gani. Na ndiyo maana uchambuzi unaofuata ni muhimu sana. Utakusaidia kupima hali yako halisi. Okay, sehemu yetu ya kwanza inaitwa umenaswa kwenye mbio za panya. Hapa tutafanya tathmini ya haraka. Na niseme wazi, lengo hapa sio kukuhukumu hata kidogo, bali ni kama kioo kukuonyesha picha halisi ya ulipo kifedha. Hapo ndipo safari ya mabadiliko inapoanzia. Basi, hebu jibu maswali haya kwa ukweli kabisa. Usijidanganye. Kila jibu la ndio unalopata ni alama moja. Hesabu alama zako vizuri, maana matokeo yake yatatupa picha kamili ya safari yako ya kifedha ilipo. Okay, umeshapata alama zako? Basi hebu tuone maana yake. Kama umepata 0, hongera sana. Uko vizuri, una udhibiti. Kama una alama 1 hadi 5, hapo ni kama taa ya njano. Ni muda wa kwanza kupunguza madeni. Lakini sasa, kama umepata alama 6 au zaidi, hapo ni taa nyekundu. Uko kwenye eneo la hatari na unahitaji kuchukua hatua za haraka sasa hivi. Sawa, sehemu ya pili sasa. Kanuni ya kwanza. Hapa ndipo tunapozama kwenye wazo moja kuu sana kutoka kwa baba tajiri, na ni kuonye mapema. Kanuni hii inaweza kuonekana kama ni kinyume kabisa na unavyofikiri, lakini ndiyo msingi wenyewe wa kujenga nguvu ya kifedha. Angalia hii tofauti sasa. Watu wengi sana wanafata ule mtiririko wa kwanza. Unapata mshahara, unalipa bili, unalipa kodi, unalipa mwenye nyumba, unalipa kila mtu mwingine kwanza. Mwisho wa siku kama kuna kitu kimebaki, ndio unajilipa wewe. Mara nyingi hakuna kinachobaki. Sasa falsafa ya baba tajiri inageuza huu mchezo mzima. Inasema unapopata pesa, jambo la kwanza, jilipe wewe mwenyewe kwanza. Weka pembeni pesa yako ya akiba na uwekezaji kabla ya kufanya kitu kingine chochote. Najua unachofikiria sasa hivi. Okay, nikijilipa mimi kwanza, nitalipaje bili zangu? Na hapo ndipo siri ya hii mbinu ilipo. Unajua, unapojilipa kwanza, unajitengenezea shinikizo. Wadai watakupigia simu, bila shaka. Kodi itatakiwa kulipwa. Lakini badala ya kuogopa hilo shinikizo, baba tajiri anasema litumie kama motisha. Linakulazimisha wewe kufikiri kwa bidii zaidi, kutafuta vyanzo vipya vya mapato ili ulipe hizo bili. Yaani, inakufanya uwe mbunifu zaidi kifedha. Hebu fikiria hivi, kama wale watu wanyonge wenye katuni ambao wananyanyaswa na wenye nguvu. Watu wengi wanawaacha wadai wao, benki, makampuni ya kadi za mkopo, wawe ndio hao wanyanyasaji. Wanalipa bili kwa hofu, huku wao wenyewe wakibaki hawana kitu. Sasa, mbinu ya baba tajiri nasema, tumia hiyo hofu ya wanyanyasaji kama sababu ya kwenda gym ya kifedha. Ikulazimishe kujenga misuli yako ya kifedha ili siku moja usinyanyaswe tena. Okay, sasa tumejenga mtazamo sahihi. Hebu tuingie kwenye vitendo. Sehemu ya 3. Huu ni mpango wako wa vita dhidi ya yale madeni mabaya. Tutapitia hatua kwa hatua, mpango maalum kabisa wa jinsi ya kuangamiza haya madeni yanayokukwamisha. Na lengo letu hapa ni moja tu, kukuonyesha ramani ya jinsi ya kuondoa kabisa madeni ya matumizi. Nazungumzia hasa yale ya kadi za mkopo, unajua, yale yenye riba kubwa sana ambayo yanakula pesa yako kimya kimya. Sasa, sikiliza kwa makini. Siri hapa ni kutoeneza nguvu zako. Anza kwa kutafuta kiasi kidogo tu cha pesa za ziada kila mwezi. Halafu, chagua deni moja tu, labda lile dogo kabisa, na ushambulie hilo kwa hizo pesa za ziada. Madeni mengine yote lipa kiwango cha chini tu. Sasa, ukishamaliza hilo deni la kwanza, unachukua pesa zote ulizokuwa unalipia na unazihamishia kwenye deni linalofuata. Hii inajenga kasi, inajenga morali.
Na mwisho wa yote, zile pesa zote zilizokuwa zinaenda kwenye madeni, sasa zinaanza safari ya kujenga utajiri wako. Lakini hebu tuwe wa kweli. Kuondokana na madeni ni hatua ya kwanza tu. Ni kama kusafisha uwanja. Sasa tuingie sehemu ya 4. Tuone picha kubwa. Ili uwe huru kifedha, haitoshi tu kulipa madeni. Unahitaji kuelewa jinsi pesa zinavyotengenezwa na zinavyozunguka. Na hapa ndipo tunakutana na quadrant ya mzunguko wa fedha au cash flow quadrant. Hii inaonyesha njia nne kuu ambazo watu wanapata mapato. Kila sehemu inawakilisha mtazamo tofauti kabisa kuhusu pesa, na kuielewa hii ni muhimu mno. Tuiangalie haraka haraka. Kwenye E tuna mwajiriwa, anatafuta usalama wa mshahara. S ni aliyejiajiri, kama daktari au fundi, anatafuta uhuru wa kufanya kazi yake mwenyewe. B ni mmiliki wa biashara, huyu anajenga mifumo na anaajiri watu. Na I ni mwekezaji, huyu anafanya pesa zimfanyie kazi. Safari ya kweli ya utajiri, unajua, ni kutoka upande wa kushoto, yani E na S, na kuvuka kwenda upande wa kulia, yani B na I. Na sasa tumefika sehemu ya mwisho, na hii ndiyo inaweza kukufungua macho kabisa. Hebu jiandae kwa wazo ambalo linaweza kupinga kila kitu ulichowahi kusikia kuhusu madeni. Tumeshaongea jinsi ya kuondoa madeni, lakini swali ni, je, madeni yote ni mabaya? Vipi kama lengo sio kuwa bila deni kabisa? Vipi kama si madeni yote ni adui yako? Hili ndilo swali ambalo linatofautisha fikra za kimaskini na zile za kitajiri. Wengi wetu tumeamini kwamba kuwa debt free ndio mwisho wa safari. Lakini je, ni kweli? Hapa ndipo tunapata jibu. Kuna aina mbili za madeni. Kwanza, deni baya. Hili ni lile unalochukua kununua vitu ambavyo vinatoa pesa mfukoni mwako. Fikiria deni la kadi ya mkopo kwa ajili ya simu mpya au nguo. Hili linakufanya maskini. Halafu kuna deni zuri. Hili ni lile deni unalotumia kununua rasilimali, kitu kinachoweka pesa mfukoni mwako. Mfano, unakopa kununua nyumba ya kupangisha na kodi unaopata inalipa ule mkopo na bado inakuachia faida. Hili deni linakufanya tajiri. Kwa hiyo, unaona, deni lenyewe si zuri wala baya. Ni kama nyundo tu. Unaweza kuitumia kujenga nyumba nzuri au unaweza kuitumia kubomoa ukuta. Kinachoamua ni akili yako ya kifedha, yaani jinsi unavyotumia hiyo zana. Watu wenye elimu ya kifedha wanatumia deni kujitajirisha. Naam, tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa leo. Lakini nataka uelewe, huu sio mwisho, bali ni mwanzo. Mwanzo wa safari yako. Leo umejifunza kanuni muhimu sana za jinsi ya kuchukua udhibiti wa maisha yako ya kifedha. Sasa na kuachia na swali hili. Umejifunza jinsi ya kuondokana na deni baya? Je, uko tayari sasa kujifunza jinsi ya kutumia deni zuri kujenga utajiri wako? Kuondoa deni baya ilikuwa ni kusafisha shamba. Sasa ni wakati wa kujifunza jinsi ya kupanda mbegu. Usiache hapa. Endelea na safari yako ya kujifunza kuhusu pesa.